ninajua kweli unaona mpaka usiku wa manane. Ndio maana wengine tunalala, lakini wengine wana macho ya usiku, wanaruka na ungo na hata hawajikwaji kwenye miti, wana macho. Lakini tunasema wana juhudi katika Bwana, lakini si katika maarifa. Haleluya! Wana juhudi katika Bwana, lakini si katika. Kuna kuenda shule kila siku, lakini kuna kufika shule na kutimiza wajibu wa elimu. Haleluya! Yaani hata mimi ashukuriwe Mungu aliyeniokoa. Yaani mimi nilianza darasa la kwanza mpaka nafika darasa la 5, nina daftari 2 tu, hakuna zikuchaga naziweka mfuko wa nyuma. Yaani shuleni nipo kila siku. Asubuhi nikivizia chai ya walimu, huoni hiyo ni kesi. Napambana nayo kukimbia mpaka muda wa mchana. Mchana ukifika, nikishaingia jikoni nikafanya vurugu ya wapishi, nikaiba hapo maharage ya kutosha na ugali wa kutosha, alafu chakula kingine nikakiweka pilipili. Hiyo ni kesi la pili. Ninaishi katika hali ya kukimbia mpaka jioni. Yaani shuleni naenda, lakini sitimizi wajibu wa kile kilichonipeleka shuleni. Halo, tuko sawa sawa? Tunaelewana? Kwa hiyo unaponiambia ya kwamba una macho, ni kweli unaona, lakini hauwezi kuyatendea haki macho yako. Kwa nini? Unayaona mambo kuwa ni ya kawaida. Hauelewi kusudi la Mungu kwa hayo aliyoyaweka mbele yako. Una masikio, unasikia, lakini hayo masikio hayana uwezo wa kusikia ya kwamba huu ni ujumbe wa Mungu na huu ni ujumbe wa Shetani. Mungu atusaidie. Ndiyo maana mtu mwenye macho anaenda dukani, anakuta mahali pameandikwa onyo, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Alafu saa hiyo anatoa pesa, ananunua, anaondoka zake. Alafu anasema ana macho. Yaani wewe ni kipofu, umepofuka. Yaani uko kwenye giza la totoro. Yaani unahitaji tochi ya kukutoa huko gizani. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Una masikio mawili kabisa. Unahubiriwa kila siku huko kanisani. Kiongozi wa ibada anasema kuloga ni dhambi, kuua mtoto wa mwenzio ni dhambi, uzinzi ni dhambi, kuiba mke wa mtu au mume wa mtu ni dhambi. Lakini wakati huo macho kodo, unaangalia unasema nikitoka hapa napita na yule pale. Yaani unakuwa kama simba kwenye mbuga ya Serengeti pindi anapokuwa anawinda nyati. Una masikio ya kusikia ya kwamba hii ni dhambi, lakini huna ujeuri, huna maarifa ya kuikimbia hiyo dhambi. Ukitoka hapo unayo na unasema nina masikio. Kwa hiyo tunasema ni watu wenye juhudi, lakini si katika maarifa. Haleluya. Watu wa majengo wameanza kunichukia, lakini acha nikwambie, funga mkanda. Ndege ndiyo inaanza kupaa. Toka juzi tulikuwa tunapakia mzigo, sasa ni wakati wa kuruka unaanza kufika. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani. Yaani kuna watu wanatembea wako karanga, tena wamehukumiwa kifungo cha milele, ijapokuwa wanaonekana huku majengo kwa Mtei, wamepaka lipostiki, wamepaka wanja, wamepaka angel face, wamevaa rasta zao, wanaonekana ni beautiful, lakini ni beautifully, sio beautiful, ni beautifully kwa sababu wa magerezani. Kwa nini wapo magerezani? Dhambi inawatafuna, uovu umewashikilia, wamewekwa katika mashimo ya udongo wa utelezi. Maanake hawawezi kuondoka pale ambapo adui alipowaweka. Haleluya.
Babu yangu alikuwa ananiambiaga ya kwamba unajua ni kwa nini nyani hana nyumba? Ni kwamba yeye huwa anaishia kuchimbua viazi vya watu. Mvua ikinyesha, anasema kwa namna nilivyonyeshewa, kesho nikiamka asubuhi nitajenga nyumba. Lakini kwa sababu hana maarifa, kukikucha anasema si mvua imeshakatika na viazi siviko pale pale, acha nikale zangu viazi bwana. Jioni ikifika mvua ikinyesha, anasema kesho nitajenga nyumba. Lakini kesho pakikucha, anajikuta amerudia kwenye viazi vile vile mpaka anazeka. Kizazi cha nyani kinakuwa hakina nyumba. Tuko sawa sawa? Haleluya! Ndivyo ilivyo katika wana wa ulimwengu nyakati za leo. Ndio maana unaweza ukakutana na mtu mwenye degree, mtu mwenye diploma, mtu ambaye ni mfanyakazi anayetegemewa, ni daktari, ni profesa wa upasuaji, lakini kuna wakati ukimkuta yani anahitaji akamfanyie mgonjwa operation, anahitaji kwanza apewe maji ya chumvi ili ulevi ushuke, aende akalifanya hiyo kazi. Alafu hapo taa ya kuindicate ya kwamba yuko kwenye hatari ya kufukuzwa kazi inawaka. Anasema, mheshimiwa, Dr. Mfawidhi, profesa, naomba uniwie radhi kwa leo. Nimekosea kidogo, shetani amenipitia, kesho nitajirekebisha. Akimaliza kesho anajikuta amerudia pale pale. Si yeye, kwa sababu ni ile roho ya uovu iliyoko ndani yake, na hii roho bila kushikwa na mkono wa Kristo Yesu na kuondolewa kwenye hilo giza la totoro, hautakaa uweze kutoka. Ndiyo maana wengi wamefika mahali wanaambiwa ukitaka kuacha pombe, kunywa maziwa ya nguruwe. Nguruwe nao wangeacha kula machicha, kama basi hayo maziwa yanaweza yakamsababisha mtu asilewe. Kwa kuwa nguruwe nao wanakula machicha, wangezira kula machicha. Nataka nikuambie, utalala mpaka makaburini, utachanjwa, utateseka, hautapata majibu. Jibu ni toba iondoayo dhambi, na toba iondoayo dhambi inapatikana kwa damu ya Yesu, inapatikana kwa wokovu, inapatikana kwa kumkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Halo, tuko sawa sawa? Anasema macho ya vipofu yapate kufunguliwa na waweze kuondolewa katika kufungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Mungu atusaidie. Mungu, ni watuhumiwa wamefungwa katika magereza, vifungo vya milele. Mwaka juzi nilisimama mahali hapa nikazungumza kwa habari ya vijana, nikasema ya kwamba vijana ni kweli wana masikio, ni kweli wana macho, na kwa bahati mbaya adui shetani anataka kuharibu ulimwengu. Na nikasema siku moja, ukitaka kuangamiza mbegu ya mti, usipambane na mti ambao umekwisha kukomaa sana. Yaani wewe pambana na zile mbegu ambazo zimekwisha kuota. Maanake ukizimaliza zile mbegu zilizoota, ukiukata ule mti mmoja, tayari huo mti unakuwa haupo tena katika ulimwengu. Halo? Ndiyo maana leo kila mahali kiwanda kinapofunguliwa ni tatizo kwa ajili ya vijana. Yaani zimekuja mpaka pombe nyingine zinaitwa jini, lakini mtu ana macho, ana masikio, anaona hili ni jini, na jana lilimlaza nje. Alienda kwa mama mkwe, akafika huko akazungumza maneno ya hovyo, lakini mchana ukifika anarudi tena kwa rafiki yake jini. Anaona ni jini, lakini bado anaenda. Alilala nje akanyeshewa kama ndizi, kama parachichi, lakini bado kesho anaenda.
ana masikio lakini hasikii, ana macho lakini haoni tatizo. Mungu atusaidie. Kwa hiyo siku ile nilipozungumza nikasema adui amefika mahali akajua vijana ndio watakao kuwa taifa la kesho, ndio watakao kuwa nguvu kazi ya kesho, ndio watakao kuwa wazee wa kesho. Na inasikitisha leo kuna vijana ambao wameshafikisha miaka 45 50 ndio wanategemewa kuitwa babu, eti wamevaa crazy jeans. Yaani mtoto mjukuu anazaliwa anaenda kwa babu, anakuta babu amepaka bridge, ana nywele kama pilipili nisitaje kabila la watu, zile zinazolimwa kule mlimani kule. Huyo ndio babu anayetegemewa awe na hekima, au waongoze watu, aiongoze jamii. Na kwa bahati mbaya wakatengenezewa balaa lingine vijana ambalo wanajifariji. Yaani jioni hii wanacheua kama ng'ombe, wamekula majani mchana, wameshiba, sasa hivi wamecheua. Kila mtu ukimwona shavu limevimba anatafuna taratibu, anaona ndio ujanja, anaona ulimwengu ameupata, anajifariji, anasema kesho nitapata pesa, kesho utapata fedheha. Nataka nikuambie mtu wa Majengo, usipojeuka, usipotubu, usipoisikia sauti ya leo, mimi nitaondoka, lakini iko ole na iko ole na iko ole itakuja mbele yako. Kuna siku utasema kuna kichaa mmoja alikuja kupiga kelele hapa, lakini kweli ndio nimeamini ya kwamba yale maneno yalikuwa ni ya ukweli. Haleluya. Yaani adui amefunga ufahamu wa watu, amefunga mawazo ya watu, amepofusha macho ya watu. Yaani mtu yuko radhi akimbie na majani afe kabisa, yaani ajipige mahali asambaratike kwa ajili ya majani. Lakini sijaona mbuzi ikiwa inakimbia na mahindi, sina maharage. Sijawahi kuona mbuzi inakimbia na mchele, mpunga. Lakini binadamu ameyaona majani ni ya maana kuliko vyote. Ni bora ungeikimbia dhambi kama unavyoyakimbiza hayo majani. Ingekuwa ni heri, ingekuwa ni baraka, ingekuwa ni uzima, ingekuwa ni ufahamu, ingekuwa ni kulicha jina la Bwana na kuwa na uzima wa milele ndani yako.